Ni hatua gani uchukue ili uweze kuondokana na hofu, uwe ni mtu anayeweza kujiamini, aweze kwenda kufanya biashara zake vizuri, atoke na biashara yake aende waambie watu, jamani, nauza vitenge mimi, ama jamani, ninaweza nikakupa huduma fulani. Kwa sababu unapojiamini unafungua milango ya fursa. Unapojiamini unafungua milango ya fursa, unaenda kwenye interview, unafanya vizuri. Kwa hiyo sasa ni hatua gani uchukue ili uweze kujijengea uwezo wa kujiamini? Kuna mambo machache ambayo napenda tuzungumze hapa leo, na nikuombe tu usisahau kulike, kusubscribe na kushare na mtu mwingine ambaye unaona atanufaika. Sasa hatua ya kwanza, kujiamini. Lazima ufahamu kujiamini ni kitu gani. Kujiamini ninapenda kufananisha na msuli. Umeona hivi ninavyotembea hapa, misuli yangu ya mwili, misuli yangu ya miguu inafanya mazoezi. Sasa unapotaka kujengea uwezo wa kujiamini, lazima ufanyie mazoezi msuli wako wa kujiamini. Sasa labda nikuulize, kwa sababu labda nitoe mfano mwingine hapa kidogo ili tuende sambamba. Unaona jinsi ambavyo ukiwa na misuli ambayo haijakomaa, labda tumseme mtoto mdogo, huwezi ukabebeshwa ndoo ya lita 20. Umeona ambavyo kama misuli yako haijakomaa hauwezi ukabebeshwa ndoo ya lita 20? Unaweza kubeba kibakuli cha maji, lakini lita 20 huwezi. Na hata watu wanaokuona labda wanataka kukubariki na hiyo ndoo ya lita 20 za maji, labda kuna ukame, lakini tunasababu ana huyu atabebaje huyu? Ndio hivyo hivyo sasa na wewe unaposhindwa kupata fursa kubwa kutokana na kwamba misuli yako yaiwaambie watu na uwezo wa kubeba huo mzigo. Sasa turudi kwenye mada yetu moja kwa moja. Sasa msuli wako huo sharti ufanyiwe mazoezi. Kwa nikuuliza wewe ambaye una hofu, unashindwa kujiamini, umeenda gym lini? Umeufanyisha mazoezi msuli wako lini? Kwa sababu kama unataka kujiamini, nimekufahamisha kwamba kujiamini ni msuli. Kwa sasa tuulizane, umeenda gym lini? Na unaendaje gym ya kujiamini? Gym ya kujiamini unaenda kwa kujilipua, kwa kufanya yale mambo ambayo ni halali lakini yanautikisa moyo wako hivi. Labda ni kuanzisha YouTube channel kama ambavyo mimi ninafanya, ama labda ni kutoka nje na kitenge ukamwambia mtu hii ni biashara yangu, ama labda hata ni kwenda kuzungumza labda na mwanadada fulani ambaye umekuwa unataka kumfahamu lakini unakwama kwa hofu. Kwa hiyo yale mambo yale ambayo yanakutoa nje lile eneo lililolizoea ndio mazoezi yenyewe. Hata ukifika gym, haanzi kukwambia haya beba sasa malapa. Anaanza kukupa pale vitu ambavyo anajua hivi vitamnyosha kidogo mgongo wake, vitamkunjua misuli na vitampa mazoezi. Si unanipata? Kwa hiyo unapotaka kujijengea uwezo wa kujiamini, anza kwenda gym ya kujiamini. Lazima utijengee uwezo wa kujiamini. Anza andika orodha ya vile vitu ambavyo uanze navyo. Na mimi hapa nataka nikupe orodha kidogo. Ya kwanza, kwa wale ambao ni wafanyabiashara wa mtandaoni lakini hofu inakuzuia hata hauposti maudhui, andika pale kutengeneza maudhui ya video kuhusu bidhaa yangu. Andika, hilo ni zoezi la kulifanyia kazi. Kutengeneza maudhui ya video kuhusu bidhaa ama huduma yangu. Hiyo ni gym, hiyo unaweza ukaenda. Mwingine ambaye unaenda ofisini, uko kwenye vikao na hata hauzungumzi, hebu andika hapo, nitazungumza kwenye kikao kila siku ya Jumatatu. Kila siku ya Jumatatu. Umeona hapa ninapoanza na haya mazoezi, sikupi hatua 10, nakupa hatua ya kwanza. Sijakwambia tengeneza maudhui kwa wiki mara 5. Nimekwambia nenda katengeneza video ya kwanza. Hata ukifika gym jamani, pamoja na kwamba labda coach anataka ubebe kilo 25, anza na kilo 25. Sio unanipata? Kwa hiyo sasa andika, nitazungumza kwenye kikao kila siku ya Jumatatu. Inaweza ikawa pia kuelezea wazo lako kwa mtu, labda unataka mtaji kwa shangazi, kwa mjomba, kwa rafiki wa biashara. Na angalia kwa sababu niko barabarani ndugu zangu. Salama kwanza. Sasa basi mazoezi yako ya kuanzia inaweza ikawa kumshirikisha babu kuhusu wazo langu la biashara. Umeandika kitu gani ndugu yangu? Naomba uniambie hapo kwenye comments umeandika kitu gani. Na unaweza pia ukagauge hili zoezi kuendana na pale ulipo na malengo yako. Kwa hiyo wewe kama ni mpishi,
unataka kuwauzia watu vitafunwa pale mtaani kwako, unaona aibu, lengo lako linaweza likawa kumwambia mtu mmoja kwa siku kwamba nina biashara ya kuuza mihogo. Hili ni kuuza kwa soko langu, watu waambiane asubuhi wajae pale kunywa chai na mihogo. Ya? Kwa hiyo sasa basi andika lile zoezi alafu anza. Tuko bado kwenye hatua ya kwanza hii ya kujengea uwezo wa kujiamini. Anza, toka kweli kakae. Jambo hili kwa linakutisha na kukutetemesha, hiyo ni kawaida sana unapoanza safari yako ya kujengea uwezo wa kujiamini. Hiyo ni kawaida. Kwa hiyo unafanya huku ukiwa unafanyaje? Unatetemeka. Wewe kweli kama una nia ya dhati ya kusema nataka nijitoe kwenye hofu, niende kwenye kujengea uwezo wa kujiamini, niweze kuzungumza hata mbele za watu 100, watu 1000, bila shaka nifanye kazi zangu vizuri, nisaidie kukua kikazi na kibiashara, basi zoezi hili ni la kwako. Unakumbuka hapo nyuma kidogo nilitoa mfano nikasema kwamba, ama labda sio siku ya leo, lakini nilisema kwamba mtoto mdogo, pamoja na kwamba mtu anaweza kataka mzawadie mafuta labda, anasema na lita 20 hapa za mafuta yatakusaidia huko nyumbani. Hata hivyo huwezi ukambebesha mtoto, misuli yake haijakomaa. Hivyo wewe huo ukubwa unaotaka kwenye biashara zako, huo ukubwa unaotaka kwenye kazi, unapotaka uwe mkuu wa idara, unapotaka ukue, unaulizwa na watu, una uwezo wa kubeba lita 20? Watu wakikuangalia unavyozungumza, unavyojielezea, ulivyokaa pale kwenye kiti cha interview, watu wanaona hata huyu hana uwezo huo, na hivyo basi hawakupi ile fursa kwa sababu wanaona bado misuli yako miteke. Na ndio hivyo sasa ambavyo unashindwa kukua kikazi na kibiashara. Sasa tuangalie jambo la pili. Jambo la pili ni acha kujitisha. Una hofu ya kuanza ile biashara, una hofu ya kuomba ile nafasi ya kazi, unafika kwenye interview unashindwa hata kuzungumza kwa sababu hata kabla ya ule mchakato hujaanza unajitisha. Watu watanionaje? Nikikosea itakuwaje? Sitoshei. Sasa hizo taarifa ambazo unajipa we mwenyewe kabla ya kwenda kwenye tukio husika ndizo ambazo zinasababisha ukifika pale wakati mwingine upate hata kigugumizi, ili hali sio kwamba hiyo changamoto ni changamoto uko nayo. Nakumbuka nami miaka 10 hivi iliyopita nilipata fursa sehemu fulani. Wakati huo sasa na mimi bado sijafanya kazi ya kujiamini, nilikuwa bado na hofu, lakini Mungu alikuwa ananipitisha kwenye mchakato fulani ili niweze kujiboresha na niweze kuja kukushirikisha hapa. Sasa nakumbuka ilifikia wakati ikawa mtu akiniuliza kitu anaweza kaisi labda dada ana changamoto ya kigugumizi, lakini ni hofu, ile hofu ya ndani ilikuwa inaonekana kwa nje, kwa mimi kushindwa hata kuelezea kile ninachokijua. Nilikuwa wakati huo nimeshaboresha hata uzungumzaji wangu wa Kiingereza kwa asilimia nzuri tu. Hata hivyo hata Kiingereza chenyewe kikawa yani mtu anaweza kusema huyu hawezi kuongea hata kitu kimoja. Hofu. Nilipoanza kuikabili ile hofu sasa, nakumbuka siku moja nimeenda kwenye kikao nikazungumza hivi, leo mtu akasema yani kashangaa, na nimekuwa hapa ofisini karibia by then sio mwaka, lakini hofu iko inakufanya uonekane hautoshei kubeba lita za maji kwenye ile ndoo ya fursa. Kumbuka ule mfano wangu. Hofu itafanya watu washindwe kukuamini na uzito wa fursa, kwa sababu huyu ataweza kuongoza timu, huyu ataweza kutekeleza hichi kitu, huyu hataweza kufanya hili tunataka alifanye. Hofu yako jinsi ulivyojikunyata pale kwenye kiti, kujitisha. Sasa kwenye somo langu la namna ya kujengea uwezo wa kujiamini, ambalo hili liko mtandaoni, unaweza ukajifunza kwa utulivu na utuo, nimeelezea insecurities. Ile sauti unayoisikia kichwani mwako inayokuambia hautoshi, utakosea, imetokana na imani potofu fulani ambazo umezishika na ukaziamini. Na matokeo yake sasa inakufanya kana kwamba kabla ya hata swala hilo, kabla ya kwenye interview watu kukwambia bwana labda wewe hatutakuhitaji, wewe mwenyewe ushajiona hauhitajiki pale. Wewe mwenyewe ushajihisi kwamba sitoshei. Na hivyo basi fanyia kazi zile insecurities. Fanyia kazi zile insecurities ili sasa uweze kujiamini, uweze kuacha zile yale maneno ya kukutisha yale ndani ya nafsi yako.
Wakati mwingine watu wanahisi kwamba hujiamini. Sawa sawa. Wakati mwingine watu wanahisi kwamba haujiamini, lakini ni kutokana na lugha yako ya mwili. Haujafahamu bado ukaeje, utazame wapi, utembeeje, utoe viashiria gani kupitia mwili wako vitakavyowashawishi watu kukuona kuwa wewe ni mtu unayejiamini. Kwa haya mafunzo yapo mtandaoni na utaweza kujifunza kuendana na ratiba yako. Wakati huu video hii ambapo ninaiposti, ada yake ni 49,700 tu. Hivyo basi ukipenda kujiunga na haya mafunzo ambayo yako mtandaoni, unaweza ukaanza hivi leo na ukaendelea kuendana na ratiba yako. Tafadhali tuma ujumbe kwenye namba ambayo nimekuwekea hapo juu kupitia WhatsApp. Nitakupa maelezo ya kulipia na utaanza mafunzo. Nitahitaji tu email yako ambayo utaweza kuingia baada ya kukusajili. Nitakusajili na nitakupa mafunzo. Haya mafunzo ni mafunzo binafsi, kwa hiyo hakuna mtu mwingine pale. Hamna sababu ya kuwa na aibu, ni wewe mwenyewe na simu yako na laptop yako na utekelezaji. Kwa sababu haya mafunzo yatataka uwe na utekelezaji. Nikushukuru sana, tafadhali usisahau kulike, kusubscribe na kushare na watu wengine. Na naomba uniambie, je, utapenda utaratibu huu wa mafunzo nikiwa nenda tembea? Haya basi, kwa heri.